Kristo Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake tena katika asubuhi ya leo. Naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ole mtakatifu sana, ninakushukuru kwa neema yako Bwana ya pekee na ya ajabu. Asante kwa upendo wako. Asante Bwana kwa kila jambo. Asante kwa mambo yote mfalme ambaye umekuwa pamoja nasi. Bwana Yesu, umetulinda, umetutunza mikononi mwako Bwana hata wakati huu. Ninasema asante Bwana kwa majira haya, kwa kuwa umetulinda tena na umetupatia saa hii alfajiri hii Bwana, kwa sababu ni makusudi yako, ni nia yako, ni mpango wako. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa rehema na neema hii Mungu. Lakini nimekuja kwako mbele zako Bwana majira haya tukiomba ukazungumze nasi tena kwa mara nyingine na wakati mwingine tena mfalme, na kwa namna nyingine, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba, tunaomba kusikia tena kutoka kwako. Tunaomba tena Bwana kuelewa kutoka kwako. Tunaomba tena Bwana ukatufahamishe. Endelea kuitia ile elimu yako ndani yetu, katika jina la uwezo, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Tunamnyamazisha shetani mharibifu, lakini Baba tunaomba ukaseme nasi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Anga ile Bwana litawaliwe na uwepo na uweza, nguvu na mamlaka yako, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Naomba Bwana uwe pamoja nasi ukisema nasi kila mmoja Bwana kwa namna yake, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana. Nikukaribishe tena katika mapambazuko yetu haya ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Nirudia tena kwamba ni mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Haleluya sana. Mapambazuko ya majitu ya kiroho ambayo Mungu ameweka ndani yao, ameweka juu yao mamlaka kubwa, ameweka juu yao ushindi. Haleluya. A generation of those who seek the Lord. We are more than conquerors. We are spiritual giants. Hallelujah. Welcome again this morning, and God bless you. Let's go together in the name of Jesus. Hallelujah. Basi asubuhi ya leo namshukuru Mungu. Bwana alitupa neema ya kupata ujumbe. Alitupa ujumbe kuhusu mwaka huu na vile ambavyo angetamani tuishi mwaka huu, kwa sababu yale mambo ambayo anatamani kuona yanatokea ndani yetu na katikati yetu, katika maisha yetu kwa ujumla, in our total life. Kwa hiyo akatupa ule ujumbe tupate kuelewa na nini anataka ifanyike, ili kwamba yale mambo yaweze kutokea katika jina la Yesu. So Mungu alitupa neema kwa siku kama 5 hivi tangu Ijumaa, tumekuwa nayo mpaka siku hii ya jana, tukamaliza jana, ndipo tulipofikia mwisho. Lakini leo nasikia tuendelee na ule ujumbe ambao tulikuwa nao, kwa sababu kuna vipengele kadhaa ambavyo tulikuwa tujamaliza ujumbe ambao tulikuwa nao kwa maana ya nia ya Kristo. Lakini tumeingia kwenye kipengele cha kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kumaliza ile kuhusu Kristo alivyobeba nia ya Baba ndani yake, na sisi ambavyo tunapaswa kuibeba na nini kitatokea. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo, basi nasikia moyoni tuingie kwenye kipengele hiki hapa ambacho ni kuwa kiumbe kipya, to become a new creation. Kuwa kiumbe kipya. Tunaendelea hivi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuwa kiumbe kipya si tukio. Kuwa kiumbe kipya sio tukio. Kuwa kiumbe kipya, to become a new creation, is not an action. To become a new creation is just a process. Yes, let me say it again. That to become a new creation is not an action, but to become a new creation is just a process. So it takes some time. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe jambo hili kwamba kwenye kuwa kiumbe kipya si tendo la siku moja, si tendo la mara moja, au sio tendo tu. Kuwa kiumbe kipya ni issue, ni mchakato, ni mchakato. Kwa sababu hiyo sio kitu cha mara moja. Maana mara nyingi sana watu wengi wamefikiri kwamba kuwa kiumbe kipya basi ukishamwamini Yesu, ukishaongozwa sala ya toba, umekuwa kiumbe kipya. Hiyo ni mwanzo wa kuwa kiumbe kipya. It's just a first step to become a new creation, but is not a total. Sio zote, sio jumla ya kuwa kiumbe kipya. Ni mwanzo tu wa kuwa kiumbe kipya, ni mwanzo wa safari ya kuwa kiumbe kipya, ni mwanzo wa safari
ya kuwa kiumbe kipya. Sio kwamba tayari umekuwa kiumbe kipya, ni mwanzo wa safari ya kuwa kiumbe kipya. Na hii safari ya kuwa kiumbe kipya inaweza ikachukua hata siku 2 tu na mtu akawa kiumbe kipya, inaweza ikachukua mwezi, inategemea na vile ambavyo mtu mwenyewe baada ya kuipata neema ataamua, lakini pia vile ambavyo Mungu atakuwa akimpa neema. Jamani, Yesu asifiwe. Vile ambavyo Mungu atakuwa akimpa kuelewa. Inawezekana mtu akapata neema ya wokovu leo kwa maana ya kumkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha, na ikachukua miaka akiwa bado hajawa kiumbe kipya. Kwa nini? Kwa sababu hivi, kiumbe kipya inamaanisha kwamba hicho kiumbe hakina mahusiano wala mafungamano yoyote kati ya sasa na jana. Kuwa kiumbe kipya ni kuachana na uzamani wako wote. Kuwa kiumbe kipya ni kuachana kabisa na uzamani wako total. Tunakwenda sawa sawa. Ni kama vile, yani unaweza ukajikuta kwamba badala ya kuwa kiumbe kipya ni kwamba umevua gamba. Nyoka anapojivua gamba haimaanishi yeye ni mpya. Haimaanishi ni mpya. Amejivua tu gamba lakini sio mpya. Nyoka ni yule yule. Nani? Eagle. Wakati nini eagle tai. Wakati tai anaponyonyoka ile manyoya yake ya mwanzo na yanaota mapya, haimaanishi yeye ni mpya. Haimaanishi yeye ni mpya. Ananyoka manyoya, pengine hata na kucha zinaota zingine, sijui hiyo sielewi sana, lakini haimaanishi yeye ni mpya. Kinachofanyika ni kwamba amevua tu, ni manyoya mapya ameota, lakini tai ni yule yule. Nataka uelewe jambo moja, ni tofauti kabisa na eneo la wokovu. Eneo la wokovu sura yako itabaki kuwa ile ile. Sura yako itabaki ile ile. Kwamba ulikuwa mweusi, you still black. Wewe ulikuwa ni chocolate, you still chocolate. Hivyo hivyo. Utabaki pale pale. Lakini kwa habari ya ndani, sawa, about your inner heart, about your inner life, na ile mwenendo wa nje, kuhusu maisha yako ya ndani na mwenendo wako wa nje, unakuwa ni mpya kabisa. Hauhusiani, hauna mafungamano. Yaani tukimwangalia huyu ni John yule wa jana, lakini namna yake ya mazungumzo, namna yake ya kiutendaji, namna yake ya mafikra yake ni mpya kabisa. Mtazamo wake umebadilishwa. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Iko hivi, ni muhimu sana ukajua kwa kinachomwendesha mtu ni kile anachojua. Kinachomfanya mtu awe na ujasiri wa jambo fulani au kulitenda inatokana na kile anachojua. So Mungu, wakati ambapo mtu umeshamwamini Kristo Yesu, anachofanya cha kwanza na anachokitaka yeye Yesu kwenye ile nia yake, anachotaka ni kwamba tunapoitwa na yeye kwa maana ya kuijilia nuru, kuongozwa sala ya toba, kuujilia wokovu wake, tunapofika hapo tumeianza safari ya kuwa kiumbe kipya. Kwa nini? Kwa sababu tunapoamini tu hivi si kwamba ndo tayari, bado kuna mambo viko ndani. Tunakwenda sawa sawa. Kile kilichokuwa kinatuendesha kule nje, ni vitu vilivyokuwa wapi? Ndani ya moyo. Huwaga having'oki mara moja, vinachukuaga muda. Na ndio maana hutakiwi uokoke alafu relax kwamba mimi tayari I'm a new creation, so I'm ready. Hapana, you still bado unahitajika nini? Mchakato, bado unahitajika matengenezo. Haitajalisha ni ya siku ngapi, lakini bado unahitajika matengenezo. That's why unapookoka, kazi yako ya kwanza, majambo ya kwanza ambayo unapaswa kulifanya kwa nguvu ni kuwa na maombi. Kuwa na maombi sana. Yesu asifiwe. Hii itakusaidia sana kuweza kuachana ule uzamani. Iko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapoamini tu hivi, narudia tena, anapoamini ameingia reception,
ameingia mwanzo au ameingia kwenye mapokezi ya kiwanda cha Mungu, ambacho hapo atachakatwa, atatengenezwa. Anapotokea upande wa pili ni kiumbe kingine kipya kabisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kile kilichokuwa kinatuendesha kilikuwa kinatoka ndani, Mungu anaanza kufanya kazi ya kung'oa kimoja kimoja, anaanza kufanya kazi ya kuondoa. Nikupe mfano wa kwangu. Wakati nilipopata neema ya wokovu, nilikuwa ni mtu nimefuga nywele ndefu sana, nywele ndefu kabisa, yaani zilikuwa kubwa, hazikuwa rasta, lakini zilikuwa ndefu kabisa, kubwa. Sasa zile nywele, nilipopata tu neema ya wokovu, nimeokoka siku ya Jumapili nakumbuka. Sasa wakati nimepata ile neema ya wokovu siku ile, nikaendelea kawaida, haina shida. Na mimi najiona niko sawa sawa, lakini hapa kichwani nimebeba nywele kubwa sana. Siyasema nywele kubwa ni dhambi, inategemea na vile ambavyo Mungu amekuita na amekuitia nini. Wewe baada ya kukaa kidogo, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini moyoni nikaanza, mbona kama hii appearance ya kichwa changu, mbona kama haifanani na yale maisha ambayo mapya ambayo nimeanza sasa, mbona kama haifanani. Kwa hiyo nikaenda mwenyewe saluni, nikachukua hela, nikaenda mwenyewe saluni, nikamwambia yule kinyozi wangu, bana, nimekuja kunyoa nywele. Akaniuliza, sasa una uhakika? Nikamwambia ndio. Akaniambia fikiria. Nikamwambia hapana, nimekuja kunyoa, hela yangu na muda wangu, nimekuja mwenyewe ninyoe. Maana nilikuwa nimemwambia sinyoi nywele hii. Wewe alikuwa apitishaji mashine huku juu, alikuwa kazi yake ni kuzichonga zikue, yani ziendelee. So akashangaa, lakini nikaanzia hapo. Taratibu kuna vitu vikawa vinaondoka, baadhi ya ratiba ambazo nilikuwa nazo zikaanza kubadilika. Yani ni mchakato umeanza sasa wa kuwa kiumbe kipya. So nataka ujue jambo hili kwamba wakati mwingine watu wanakuwa na kurelax kwamba tayari mimi ni kiumbe kipya, lakini nataka uelewe kwamba kwa kiumbe kipya ni kuhakikisha kwamba ule uzamani wako wote kabisa, hakuna chembe yote ambayo unakuwa umesalia nayo, zote zinakuwa zimeondoka. Hizo chembe zote ziwe zimeondoka kabisa, yani kila kitu kimekuisha, uzamani wako wote unakuwa umekuisha. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Ulikuwa mtu wa maringo, iishe. Ulikuwa mtu wa madharau, yani imekufa kabisa. Ulikuwa mtu wa hasira, imekufa kabisa. Ulikuwa mtu wa mushene mingi, mdomo mingi, ulikuwa mtu wa mushene, hiyo mushene imeisha. Yani lazima ukijua kitu imefanyaje, imekuondoka. Kila kitu ambacho kilikuwa cha zamani, isipokuwa tu masuala mengine ambayo sio dhambi, lakini yale mengine yote lazima ukijua kwamba yanakuondoka. Yale yote ambayo yalikuwa yanatengeneza mazingira ya dhambi yamekuondoka yote. Kwa kiumbe kipya ni kutokuwa, manake ni kwamba hicho kiumbe hakijawahi kuwepo tena duniani, ni kipya. Hapana mafungamano kabisa kati ya mtu ambaye ni mtu wa zamani na mtu wa sasa ambaye amemwamini Kristo, ambaye ni kiumbe kipya. Hakuna mafuatano kabisa. Unapoangalia maisha yako ya kule unasema nilipotea. Sio unaangalia unasema kiasi pale nilifanya vizuri. Yesu atusaidie sana. So naomba tuanzie kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza kuendelea hapa. Nimesikia tuangalie kipengele kwa sababu kuna wakati Roho Mtakatifu anataka sana tuwe viumbe vipya, na hapo ndipo anapofurahia. Jamani, Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo elewa jambo hili. Sema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nataka uone jambo hapa. Angalia, Mungu anazungumza na mtu anaitwa Abraham. Anapozungumza na Abraham, Mungu ana mpango sasa na Abraham. Sasa lakini ili ashughulike, ili atimize ule mpango, nia, madhumuni na makusudi yake, Biblia inasema Mungu akampa agizo. Agizo linasemaje? Abraham, nataka ufanye mambo haya kadhaa. Jambo la kwanza au jambo kubwa, nataka utoke. Wapi? Anasema nataka utoke katika nchi yako. Kwa nini Mungu anamwambia Abraham atoke katika nchi yake? Ni kwa sababu Mungu aliona mpango wake, madhumuni yake na kusudi lake kwa Ibrahim au kwa Abraham haliwezi kutimia kama akiwa kwenye ile nchi ambayo yuko. Haliwezi kutimia. Wewe anamwambia Abraham, kitu cha kwanza ninachotaka ufanye, nataka utoke katika nchi yako, nataka uondoke hapa kwenye nchi. Kwa nini? Mpango nilionao haufanani na hii nchi.
haufanani. Kuna watu ambao wengine najua wapo wamewahi kupata neema ya wokovu. Walipopata neema ya wokovu wakasikia kabisa maelekezo, hata huu mtaa hama. Kwa nini? Mpango nilionao sasa juu yako wewe haufanani na huu mtaa hama, nataka uondoke. Yesu asifiwe sana. Abrahamu anaambiwa toka kwenye jambo la kwanza kabisa, simame pa kwanza, toka kwenye nchi yako. Kutoka kwenye nchi yako manake toka kwenye tamaduni za kwenu, kwenye tamaduni za nchi. Toka kwenye tamaduni za nchi. Acha. Sasa kuna watu ambao wanapata neema ya wokovu na wamebaki na zile tamaduni. Tamaduni wanazo bado, wamebaki nazo. Sisema kwamba kuna zingine sio mbaya, lakini zingine ni mbaya. Kila kabila, kila jamaa duniani ina tamaduni fulani ambayo haikuwa inampendeza Mungu. Hata kama ziko 100, pengine 95 zinampendeza Mungu, basi 5 hazimpendezi Mungu. Sasa unapopata neema hii ya wokovu, ili uwe kiumbe kipya, cha kwanza achana na tamaduni. So Mungu anamwambia Abraham, toka katika nchi yako, manake toka kwenye tamaduni za nchi. Toka kwenye tamaduni za nchi. Bwana Yesu na atusaidie sana. Acha na hizo tamaduni za kwenu. Acha. Anaambia jambo la pili. Tamaduni wakati mwingine zinaleta changamoto, zinatufungia mahali. Kwa sababu tuna ndugu wa damu na nyama. Wala ndugu wa damu na nyama, kuna tamaduni zetu. Hasa wale ndio wanaoturudisha kwenye tamaduni za nchi. Kwa tamaduni za kwetu wanaturudisha humo kwenye hizo tamaduni. Kwa nini? Wakati ambapo tunataka kufanya, tumetoka sasa, kuna vitu tunashirikishwa, imekuwa. Sasa usipojielewa, kama utajielewa, ingekuwa vigumu. Nadhani ndio maana Mungu akamwambia Abraham, toka, kwani najua hawa. Ukiwa katikati yao, haitawezekana, maana watakusumbua hawa. Kwa toka, maana mpango nilio nao ni mkubwa. Atusaidie Mwokozi Yesu. So Mungu anamwambia Abraham, toka katika nchi yako. Namba 2, anamwambia toka katika jamaa zako. Hambe na jamaa zako, achana nao. Anaposema jamaa zako, manake kuna yale mambo ya kifamilia, kuna yale mambo ya ukoo yapo. Hiyo jamaa yako nataka uachane nayo. Yaani lazima ukisha unaachana nayo jamaa, lazima ukisha yale mambo ya ukoo, mambo ya nini, unaachana nayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. So uwezi unasema umeokoka au unadhani wewe ni kiumbe kipya na yale mambo ya jamaa za kwenu. Mambo sio kwenda kutembelea nini na kufanya mambo kadhaa kwenye makaburi, si kushiriki ibada za wafu, si kusoma misa za nini, si kusoma dua za nini, na wewe umo. Ama na wewe umo, maana yake bado. Na Mungu anamwambia Abraham, toka, nataka utoke kwa jamaa zako. Toka, mna tamaduni za ukoo wenu. Toka, achana nazo hizo. Nataka uondoke Abraham. Sasa mpango wangu ni mkubwa. Yesu asifiwe. So kwa kiumbe kipya lazima unaachana hivyo vitu. Vingine ni kama havina shida, lakini vingine vina shida. Vile vyenye shida hakikisha unaachana navyo. Hapa hatuzungumzi kwa habari ya kuachana na ndugu hapa. Ni ndugu zako bado, lakini kwa habari yale mambo ambayo yanakurudisha kwenye uzamani, hayo lazima ukisha unaachana nayo moja kwa moja. Yesu asifiwe sana. Na ibada za kwenu na si nini, na wewe unatoa. Tuna misa ya marehemu, na wewe unatoa hela. Tuna dua ya marehemu, na wewe unatoa hela. Bado. Yesu na atusaidie sana. Wewe Mungu akamwambia Abraham, toka, nataka uachane, kwa sababu bila hivyo huwezi kuwa kwenye mpango wangu. Huwezi kuingia, huwezi kufiti, huwezi kufanya kile ninachotaka. Yesu atusaidie sana. Namba 3. Anaambia na nyumba ya baba yako. Yaani maana yake ni kwamba wakati mwingine ukiwa bado kule kwenye maisha yako ya kawaida, kuna vitu vingine ambavyo ulikuwa ukivitumikia. Kuna vitu vingine ambavyo ulikuwa navyo, ulipewaga vya kukusaidia. Yaani unapopata neema ya wokovu, acha kuona aibu. Ulikuwa unakairizi, unasema sikatumiagi, kwa hiyo nimekawekaga kule store. Kalete kaungue moto. Ukikaacha kule bado unako. Kalete kaungue moto. Ulikuwa unaka kitu fulani ulipewaga kwa masharti ya babu fulani, kuna kitu fulani ulipewaga ubaye mkoroni, bado unacho. Hiyo ringi ulipewa sini ya ukoo, sini ya agano gani, bado na wewe umeishikilia. Haina shida, nimeacha naga nayo siivaagi, umeiweka.
Umeweka, anamwambia toka. Nataka kabisa usio kwenye haya mazingira. Wala lazima hakisha hivi vitu haviko kwenye mazingira yako. Kuna vitu ulipewa unavaaga. Si ulikuwa una vikuku, si ulikuwa una aina fulani ya hereni, una aina fulani ya nguo umepewaga. Lazima uachane nazo moja kwa moja. Ukibaki nazo bado huwezi kuwa kiumbe kipya. Yesu atusaidie sana. Ndio maana nakwambia kuwa kiumbe kipya sio tukio la siku moja. Lazima inachukua muda kuwa kiumbe kipya. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Roho Mtakatifu atakupa maelekezo, haiwezi kuwa ni siku moja, sio rahisi. Kwa kiumbe kipya, ndio maana ninasema haya. Kwa sababu gani? Usije ukabaki unajivunia kwa sababu jana umepata neema ya wokovu, jana umemkiri Yesu, ukadhani tayari wewe ni kiumbe kipya. No, kuna mchakato. Endelea kukaa kwa Yesu, aendelee kukutengeneza. Na wakati mwingine, ndio maana wakati mwingine ni vizuri sana ukaona tu umeokoka na unasikia una huduma ndani yako, ni vizuri sana ukawa mtu wa kukaa kwenye magoti, kwa sababu hiyo inaweza kukusababisha ukawa mtu ambaye hutabadilika. Kuna vitu havitaondoka kwako kabisa, kwa sababu utabaki na kiburi cha kwamba mimi ni mtumishi, mimi ni mtumishi. Hujatengenezwa, mimi ni mtumishi, mimi ni mtumishi. Hujatengenezwa. Nisikilize, kabla ya utumishi ni wokovu kwanza. Watu wengi ni watumishi. Jamani, uelewe hivi, kuwa mtumishi haimaanishi kama ndio umekuwa kiumbe kipya. Mtu unaweza kuwa mtumishi wa Mungu wa madhabahu, lakini bado hujawa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa ni mtumishi wa madhabahu na bado hujawa kiumbe kipya. Nataka uelewe, kabla ya utumishi wokovu kwanza. Kabla ya utumishi ni wokovu kwanza. Baada ya wokovu ndio utumishi unafuata. Sasa kama umepata neema hiyo, kama umeingia na unasikia na huduma ndani, una vitu vingi sana, una kazi kubwa ya kuomba na kumtafuta Mungu. Yesu asifiwe. Mimi kwa mfano, nikupe mfano wa kwangu. Siku nilipopata neema ya wokovu, niliokuwa siku ya Jumapili, nakumbuka Jumapili hiyo nilikaa kiti cha mshirika wa kawaida mara moja tu mimi kanisani. Ndio mara ya kwanza nimekaa kama mshirika wa kawaida, nikapata neema ya wokovu. Hiyo siku nilipoongozwa sala ya toba. Baada ya hapo, Jumapili iliyofuata mimi nilikuwa kwenye kwaya. Nilikuwa mwimbaji wa kwaya. Kwa hiyo sikuwa kwenye viti vya mshirika wa kawaida, nilikaa kwenye viti vya kwaya. Maana kipindi hicho kwaya ilikuwa ina viti vyake maalum hapo kanisani, ilikuwa ina viti vyake maalum hapo kanisani. Kwa hiyo tulikuwa tunakaa kwenye viti vya kwaya, na mimi nikakaa kwenye viti vya kwaya. Nitare nimehama kwenye level ya mshirika wa kawaida. Yesu asaidie sana. Haina imaanishi bado Roho Mtakatifu ndo akaniingiza sasa. Nitakupa ushuhuda wakati mwingine kwenye aina fulani ya maombi. Yaani wakati nilipopata tu neema ya wokovu haikuchukua muda. Pengine sio hata kama miezi miwili iliisha, nikaingizwa kwenye mpango wa maombi hayo. Maombi yalikuwa yamebeba mabadiliko makubwa kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. So Abraham anaambiwa toka. Anasema, Mungu anamwambia, kwa sababu gani? Mimi nataka nikubariki, nataka nikuongeze, lakini haya mambo yote ambayo nataka kukufanyia ukiwa na hali hii na mambo haya, haiwezekani kabisa. Haiwezekani kabisa. Ukiwa na haya, haiwezekani. Uko kwenye nchi yako, haiwezekani. Kwenye tamaduni za kwenu, haitawezekana. Uko kwenye jamaa zako, kwenye yale tamaduni za ukoo, haitawezekana. Ukiwa kwenye nyumba ya baba yako, maana yake ile mambo ya kifamilia, yani ukiwa kwenye hayo, haitawezekana. Bado una tu vitu, haitawezekana. Yesu asaidie sana. Bwana mwambia toka, ataka uondoke. Ukishaondoka, nataka tukifanya ni hiki. Bwana Yesu asaidie sana. Wakati mwingine nilisema jana na niseme tena leo, kuna vitu ambavyo, kuna level fulani ya maisha, financial, kielimu, Mungu angetamani tufike au sisi tunatamani kufika, na tunamuomba Mungu tufike hapo, lakini tunashindwa kufika. Kwa sababu gani? Kuna vitu bado havijatuachia. Inawezekana kuna mtu umeomba kwa muda mrefu upate mke, na mke ambaye unataka ulivyo wa ajabu, umemwekea Mungu mpaka na vigezo, na bado hujapata, ijapokuwa umemwekea Mungu vigezo. Yaani umemwekea Mungu, nipe mke wa moja, mke wa mbili, mke wa tatu. Una mambo mengi umeweka mbele za Mungu na bado hujapata. Ni kwa sababu Mungu anaona unatamani kweli kupata mke wa design hiyo, lakini bado wewe ni yule mtu wa kale, hujawa kiumbe kipya. Kama hujawa kiumbe kipya bado, Mungu anaona hawezi kukupa. Kwa nini? Utamsumbua, utaharibu imani ya mtoto wa watu.
Mungu hakupi. Kwa nini anaona utaharibu? Kuna watu wengine ambao wameomba sana kuolewa, lakini Mungu anaona ana vitabia vya ukoo wa kwao, familia ya kwao, ni watu wasioweza kuishi na waume zao kwa heshima. Wewe Mungu anaona bado kale kahali kako ndani yake. Anakuwa mnyenyekevu kwa sababu bado hajapata cheti cha ndoa. Akikipata kale kambegu, anaona kale kambegu kataamka. Ili iwezekane lazima kauliwa kambegu, lazima kaongolewe. Kakishangolewa kambegu ndani ya moyo, ndipo unaweza kupata mume unayetaka. Si kama unaelewa, bado kuna uzamani wa kwenu, kuna mambo yenu ya ukoo, ukorofi wa familia yenu bado unao. Itawezekanaje? Haiwezekani. Mungu anaona haiwezekani. Yesu sede sana. Akupe ukamharibu mtumishi wake? Hawezi kukupa. Anaona bora kaa kwanza mpaka utakapojielewa. Na tusaidie Mwokozi Yesu. So ni muhimu sana ukaelewa, mpendwa, kumkiri Yesu ni mwanzo wa kuwa kiumbe kipya. Na naomba nikuhakikishie, baraka na uwepo wa Mungu unatembea na viumbe vipya. Narudia tena, baraka na uwepo wa Mungu unatembea na viumbe vipya. Kuna wakati unaweza kuwa labda ulikuwa ni mtu wa hasira sana. Ulikuwa mtu wa hasira sana. Mungu anaona. Mungu anaona. Kuna vitu akikupa. Au ulikuwa mtu wa dharau, ulikuwa mtu wa namna fulani. Kuna vitu anaona kabisa. Akikupa tayari wewe utaanza kunyanyasa wenzako. Huwezi. Anaona kabisa huwezi. Kwa sababu hiyo Mungu, nilisema jana na niseme tena, Mungu anakupenda wewe kuliko maisha yako. Kwa sababu hiyo kuna vitu anaona, kaa hapa, hutapata zaidi kwanza mpaka utakapokubali kuwa kiumbe kipya. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Narudia tena, kuwa kiumbe kipya ni mchakato, sio kitu cha siku moja, sio kitu cha mara moja, sio tukio. Kuwa kiumbe kipya ni mchakato. It's just a process, not an action. Yesu asaidie sana. Kwa hiyo anamwambia, na mimi au nami nitakufanya wewe kwa taifa kubwa. Mpango nilionao kwako Abraham ni mkubwa. Mungu anazungumza na mtu mmoja asubuhi ya leo. Mpango nilionao fulani wewe Peter, mpango nilionao wewe John, mpango nilionao kwako wewe Musa ni mkubwa sana. Lakini lazima uwe kiumbe kipya, kwa maana siwezi kuutimiza ukiwa na hali hiyo. Lazima uwe kiumbe kipya. Yesu atusaidie. Lazima uwe kiumbe kipya kwanza, ndio niweze kufanya kile ambacho nataka. Wanamwambia, nitakufanya kwa taifa kubwa. Mpango nilionao kwako kufanya kwa taifa kubwa. Hauwezekani ukiwa kwenye haya mambo, haiwezekani. Toka. Yesu asaidie sana. Jamani, mtu kaelewa. Kuna mambo mengine yanashindikana kutoka kwenye maisha yetu kwa sababu bado sisi ni wa zamani. Sisi bado ni wale wa kale. Hatujawa viumbe vipya. Paka tuwe viumbe vipya. Kuna mambo mengine ambayo hatuwezi kuyapokea huku paka tuwe viumbe vipya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, Mungu akiona utajigamba kama ulivyokuwa na majigambo ya kwenu kule, na majigambo yako ya kikabila lenu, ya kiukoo wenu, ya kifamilia yenu, ya kwako binafsi, una majigambo yako. Mungu akupe vitu fulani ambavyo unavitaka. Akikupa anajua kabisa wewe kwenye neema huwezi kuendelea kukaa, utarudi kwenye majigambo na utaanza kujisifia na kuwadharau wengine. Mungu anaona, baki hapo kwanza. Na si kwa ubaya, ni kwa kuhurumia. Narudia tena, si kwa ubaya, ni kwa kukuhurumia. Yesu atusaidie sana. Kwa hivyo ni muhimu sana uelewe mambo haya. Kwa kiumbe kipya ni mchakato na ni kitu cha lazima kama unataka kuingia mbinguni. Yesu na atusaidie sana. Naomba tuishie hapo kwa asubuhi ya leo. Tuendelee na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitupa neema tutaendelea kesho. Bwana atatupa neema, atatuwezesha, tutaendelea kesho. Haleluya sana. Nataka tuende mbele za Mungu tukaombe Mungu. Katika asubuhi ya leo tukaombe Mungu. Natamani, ndio maana nimekuwa nikikuambia, omba Mungu akufanyie matengenezo mpendwa. Tamani kuwa mtu mpya.
Yani tamani sana, yani tamani sana kuwa kile ambacho Mungu alitaka kiwe, kuwa tokeo la kazi ya msalaba. Yani kabisa tamani kuishi kwa ajili ya Kristo. Ukiishi kwa ajili ya Kristo, Kristo naye yupo kwa ajili yako. Lakini unapoishi kwa ajili ya mambo yako, Kristo naye hatashughulika sana na wewe. Yesu na atusaidie sana, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo nikupe mfano. Mama yangu, nitakupa ushuhuda usiku moja wa kuzaliwa kwangu. Kuna siku nitausema hapa. Nataka ujue jambo hili. Siku moja mama yangu aliwahi kumwambia baba, takupa ushuhuda saa hii kuna kitu kidogo nataka ukaone hapa. Mama yangu akamwambia baba, naomba ununulie kitenge. Miaka ya zamani 70 na kitu. Sasa baba akamwangalia mama, akamuuliza, "Ai, unataka nikununulie kitenge?" Akamwambia, "Cha nini? Unafungia nani mgongoni? Unabebea nani?" Maana wakati huo mama yangu hakuwa na mtoto. Ametafuta mtoto amekosa. Bado anatulia, hajapata. Sasa akamuuliza, "Cha nini?" Ni historia yenye kuumiza, ina pain sana. Lakini baada ya mimi kupata neema ya wokovu, nilikaa nikatafakari, nikaona wakati mwingine ndio inauma kibinadamu, lakini baba alikuwa sahihi. Na kununulia kitenge unafungia nani mgongoni? Nani unabeba? Cha kubebea mtoto gani wewe? Maana unataka kitenge cha nini? Yesu asante sana. Cha nini unataka kitenge kinahusu nini? Yaani cha nini sasa? Unataka cha nini? Sasa kuna watu wengi sana, mara nyingi kuna vitu tunaomba kwa Mungu. Mungu anajiuliza, wewe unataka kwa ajili ya nini? Na unaishi kwa ajili ya mambo yako? Ni vizuri ukajihoji mpendwa, unaishi kwa ajili ya nani? Kuna mambo mengine ambayo unaomba sana hatajibiwa. Acha tuendelee kujifunza. Mungu akubariki. Father, in the name of Jesus, we thank you this morning. Asante Bwana. Asubuhi leo tumekuja kwako tukikushukuru kwa maneno yako ambayo umezungumza nasi. Bwana, kwa habari ya kuwa kiumbe kipya. Baba, nimepata kuelewa ya kwamba kama sijawa kiumbe kipya, huenda kuna vitu ambavyo siwezi kupokea kutoka kwako, na huenda hata nafasi katika uzima wa milele nikaikosa. Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu, alfajiri leo nimekuja kwako Mfalme, kama ambavyo tumekuja mara nyingi na mara zote tangu ulipotupa neema ya kuanza ibada hizi na kuendelea nazo. Bwana, naomba matengenezo. Tunahitaji kufanyiwa matengenezo makubwa. Mwaka 26 Bwana, tunahitaji matengenezo. Tuwe viumbe vipya kabisa katika jina la Yesu. Bwana, tunakuomba ondoa kile lisilokupendeza, kama ulivyomwambia Abraham, toka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Bwana wangu, nakuomba Baba, katika jina la Yesu, tufanyie matengenezo Bwana. Baba, ukaondoe lolote lile ambalo halikupendezi, lolote lile la zamani ambalo halikufurahishi wewe. Nakuomba Bwana, ukatuondolee kabisa. Baba, ututengeneze tuwe kile ambacho wewe umekikusudia. Omba mbele za Bwana mpendwa, omba matengenezo katika jina la Yesu. Tutengeneze Bwana, tukawe viumbe vipya kabisa, viumbe ambavyo vinakufurahisha wewe Kristo Yesu, viumbe ambavyo ni vipya, visivyokuwa na ila wala mawaa, katika jina la Yesu. Bwana wangu, ninaomba ukatupe neema kabisa, utupe neema Bwana ya kuishi utakavyo. Mungu mwenye haki, tunakuomba ukatutengeneze, tufanyie matengenezo Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikikusudia. Mungu mwenye haki, kuna kile ambacho wewe ulikitaka. Mungu wangu na baba yangu, tunataka kuwa hicho. Nitengeneze Bwana, hasa mimi zaidi Bwana, maana mimi ndo nakuhitaji zaidi Mfalme. Fanya matengenezo ndani yangu Bwana, niwe kiumbe kipya. Naomba tengeneza wako watu ambao sasa wanaomba Bwana, wanakulia, wanahitaji kuwa viumbe vipya, maana kuna mambo ambayo wameelewa, wamepata kuelewa, ama bado yanakaa kwenye maisha yao ambayo Bwana hayakupendezi. Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba Bwana wangu na baba yangu, Mungu mwenye haki, Mungu mwaminifu, ya kama Bwana ukatufanyie matengenezo. Bwana, tufanyie matengenezo Bwana. Baba, ukatuondolee kabisa kila kitu ambacho hakikufurahishi wewe, kila kitu ambacho hakikupendezi wewe, Mungu mwenye haki, Mungu mwaminifu. Bwana, ukatie patakatifu mno, Mungu usiyeshindwa wala usiyefeli kwa jambo lolote, Mungu ambaye mpango wako hauwezi kushindwa. Yesu, ninakuomba ukatufanyie matengenezo Baba, finyanga tena kwa upya Bwana, ukatuunde vile upendavyo Bwana, tuwe kile ambacho ulikikusudia, tuwe kile ambacho ulikitaka baada ya kazi ya msalaba.
tuwe kile ambacho ulikikusudia Bwana, kile ambacho wewe ulikidhamiria Bwana, tuwe hicho katika jina la Yesu. Tupe neema ya kuwa kile ambacho wewe ulikikusudia Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Na kuomba Bwana ukatupe neema ya kuwa kile ambacho wewe ulikitaka, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu, tunaomba ukatufanyie matengenezo kwa jina takatifu la Kristo Yesu Mwokozi. Bwana wangu, nakuomba sana kama Bwana ukatutengeneze, tupe kwa kile ambacho wewe ulikitaka, Mungu mwenye haki, Baba yangu na Mungu wangu, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana, kuomba ukatutengeneze Bwana. Baba, ondoa kabisa kila kitu ambacho hakikufurahishi ndani yetu, ondoa kabisa Bwana Yesu, ukatupe kuwa viumbe vipya, ukatupe kuwa wapya Bwana mbele zako, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana ukatufanyie matengenezo Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana tufanyie matengenezo Baba, tengeneza na uumbe jambo jipya ndani yetu Baba, tufanye upya kabisa, tupe neema mpya Bwana, tupe kuwa wapya katika jina la Yesu. Baba, tunahitaji kuwa kile ambacho wewe ulikitabikia, kile ambacho wewe Kristo Yesu ulikikusudia, kile ambacho wewe Kristo Bwana ulikidhamiria, kwa jina lenye thamani kubwa la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba, ninakuomba neema yako ya ajabu na iwe juu yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakusihi sana kwamba mfalme wa amani, mfalme wa utukufu, Bwana ukatutengeneze mfalme Bwana, tukawe kile ambacho wewe ulikikusudia, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba sana neema yako ya pekee, neema yako ya ajabu na iwe juu yetu Bwana. Baba, ukatutengeneze, tupe kwa kile ambacho ulikitaka, tupe kwa kile ambacho ulikidhamiria, tupe kwa kile ambacho ulikikusudia, tupe kwa kile ambacho Bwana ndio nia ya moyo wako mfalme Bwana. Ukatupe kwa matokeo ya kazi yako msalabani, tupe kwa matokeo ya kazi ya msalaba, tupe kwa kile Bwana, tupe kwa kile ambacho ulikidhamiria ulipokubali kazi ya msalaba, katika jina la Yesu. Bwana wangu, na kuomba mfalme wa utukufu Bwana, ukatutengeneze maisha yetu Bwana, yakawe utukufu kwako, maisha yetu Bwana yakawe heshima yako mfalme duniani, maisha yetu yakawe ni faida kwako mfalme. Bwana, tupe kuwa faida yako duniani, tupe kuwa furaha ya moyo wako duniani, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana duniani, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu nakuomba Bwana ukatutengeneze mfalme. Bwana wangu na Baba yangu, ukatutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka, kile ambacho ulikidhamiria. Bwana wangu, naomba fanya matengenezo Baba, tupe kuwa faida yako duniani, ukatupe kuwa furaha yako duniani Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakuomba Bwana, ukatutengeneze mfalme, vile upendavyo, vile unakusudia, vile unadhamiria. Bwana wangu, hivyo ndivyo tuwe Bwana wangu na Baba. Baba, katika jina la Yesu naomba Bwana wangu ukatutengeneze, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka Bwana, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo. Baba, ukatupe kuwa heshima yako duniani, tupe kuwa furaha yako duniani Bwana. Baba, ukatupe kuwa furaha kwako Bwana, maisha yetu yakawe faida yako mfalme, maisha yetu Bwana yakawe faida kwako, maisha yetu Bwana kuenenda kwetu duniani iwe faida kwako, ufaidike wewe Bwana kwa kuwepo kwetu duniani. Baba, uheshimiwe kwa kuwepo kwetu duniani mfalme wa utukufu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba ukaheshimiwe sana kwa kuwepo kwetu duniani Bwana. Baba, tutengeneze Baba, fenyanga kabisa mfalme, ukaondoe kila ambacho akikufurahishi wewe, kila ambalo alikupendezi Yesu kaliondoe ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana mabwana, kama ukatufanyie matengenezo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, naomba ukatutengeneze upendavyo Baba, tufinyange kabisa sawa sawa na mpango, nia, madhumuni na makusudi yako. Bwana wangu, tutengeneze kabisa kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba mno kwamba mfalme ukatutengeneze Bwana Yesu, tupe kuwa furaha yako duniani, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, nimekuja mbele zako mfalme, nikikuomba Bwana kwa ajili ya watu wako mwaka 2026 Bwana, kama Mungu mtakatifu ukawape neema tena Yesu, tunakuomba ukatupe hatua mpya, wape watu wako hatua mpya Bwana, wape watu wako hatua mpya katika jina la Yesu, ukawape hatua mpya Bwana, hapo ukawape hatua mpya kiroho, ukawape hatua mpya, ukawape hatua mpya kiuchumi, ukawape hatua mpya katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana, kiroho ukawape hatua mpya, kiuchumi ukawape hatua mpya Bwana, kihuduma ukawape hatua mpya katika jina la Yesu. Wale ambao wamekuwa na kufinyiliwa sana, wanashindwa kuelewa ni wapi watapita, kwa namna gani na kwa hali gani, Yesu nakuomba Bwana ukawavushe, wape neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba ukawape neema
ya kuwa kiumbe kipya. Yesu, naomba Bwana ukawape mambo mapya. Bwana wangu ukawape hatua mpya mwaka uwe Bwana, kwa jina la Yesu. Bwana wangu tunaomba ukatupe hatua mpya. Bwana, kila umedhamiria Baba, tumeamua kuja mbele zako Mfalme. Bwana wangu tunakusihi ukatupe neema mpya Bwana, ukatupe viwango vipya, ukatupe neema mpya. Nguvu yako Bwana iwe ndani yetu Bwana kwa upya, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu tunaomba viwango vipya, tunaomba Bwana kila kitu Mfalme ndani yetu tutengeneze kwa upya Bwana wangu Baba, katika jina lenye nguvu tena la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu tutengeneze, Yesu tufinyange Bwana, ukatupe kuwa furaha yako duniani Bwana. Baba, kuna watu ambao wameteseka na magonjwa Bwana muda mrefu. Yesu, nakuomba mwaka 26 nakuomba Bwana ukawe mpya kwao Baba, ukaondoe kabisa Bwana, ikawe upya wa afya, ukawe upya wa afya ndani yao, ukawe upya wa afya ndani yao katika jina la Yesu. Naomba Bwana wangu ongeza Bwana wangu nakuomba ongeza, panua Bwana fikra zetu, panua Bwana fikra zetu Mfalme, ukatupe kufikiri kwa undani zaidi, kwa kina zaidi Bwana, katika jina la Yesu. Nakuomba Mungu mtakatifu Bwana, Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba kwamba ukatende Mfalme kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu nakuomba Mungu mtakatifu ukaponye hiyo miili ya watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, naomba ukawagusha watu wako, fungua kila vifungo Bwana. Kuna waliofungwa na vifungo vya giza, hata wanajikuta hawezi kubadilika, hawezi kugeuka. Yesu nakuomba waliofungwa na vifungo vya ulevi wafungue Bwana kwa jina la Yesu. Waliofungwa na vifungo vyote vya utapeli kwa jina la Yesu wafungue Bwana. Kuna wengine wamefungwa na vifungo vibaya vya giza vya kishetani vya mizimu na mapepo na majini kwa jina la Yesu. Roho za mababu Yesu nakuomba zikawaachie watu wako, ziachie uchumi wa watu wako, ziachie elimu za watu wako, ziachie ndoa za watu wako kwa jina la Yesu aliye hai. Zile roho za mababu kwa jina la Yesu hazina mamlaka, zikawaachie kuanzia leo. Naomba Bwana Yesu katamalaki kwao, na kemea kila mamlaka za giza zinazosumbua watu wako mahali popote pale kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia mamlaka za giza zinazowatesa watu wa Mungu. Toa kaachia, toa kaachia katika jina la Yesu. Kuanzia leo moto kuwakie, moto kuwakie, moto Roho Mtakatifu kuwakie katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Yesu nakuomba Bwana, fungua watu wako Bwana, fungua Bwana kwa jina la Yesu. Ila namna vifungo vikawachie, vikawaache huru kuanzia leo kwa jina la Yesu. Wakaachiliwe, nafsi zao ziachiliwe, fahamu zao ziachiliwe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninaomba neema yako Bwana wewe juu ya watu wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Mungu mtakatifu Bwana, mabwana kwamba ukafungue watu wako, wafungue Bwana walofungwa. Wengine wanaota ndoto wamefungwa miguu yao kwenye ulimwengu wa roho, wanaota ndoto kama wamefungwa miguu na mikono Bwana, hiyo inasababisha hawana kujongea, hawana kuongezeka kiuchumi katika jina la Yesu, hawana kuongezeka kimaisha, hawana kuongezeka kwenye upande wote, wamefungwa kila mahali, hawasogei, hawaendi mbele. Yesu nakuomba wafungue hao wote, wafungue kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu nakuomba Mungu mtakatifu Bwana wangu ukafanya jambo jipya Baba katika jina la Yesu. Nakuomba Mungu mtakatifu Bwana wangu Baba kwamba ukatende katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu nakuomba sana Mungu mtakatifu Bwana kwamba ukawafungue Baba, wafungue watu wako katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana, unapoondoka kuelekea makazini mwao Yesu, naomba ukatembee na wao, naomba Bwana ukawalinde wanapoingia na wanapotoka. Baba, naomba uwe pamoja nao Mfalme, ukawalinde, ukawatunze, wakawe salama mikononi mwako. Baba yangu na Mungu wangu, naomba mkono wako ulio hodari, mkono wako wenye nguvu ukawe juu ya watoto wako, na kwamba Bwana mkono mwema wa kwako Mungu na uwe juu yao. Naomba Bwana Roho Mtakatifu ukawatamie, naomba Bwana Yesu ukawalinde, ukawatunze wewe mikononi mwako. Yesu naomba Bwana uwe pamoja nao, ukawatetee uchumi wao ukalindwe mikononi mwako, afya zao zikalindwe mikononi mwako, kila kitu Bwana kikalindwe mikononi mwako kwa jina la Yesu. Naomba Bwana uwe pamoja nao na watoto wao walioko nyumbani na walioko mashuleni boarding. Yesu naomba ukawalinde, watunze kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, mimi ninaomba neema yako na iwe juu ya watoto wako katika jina la Yesu. Baba, asante na wakabidhi sasa mikononi mwako Bwana alfajiri ya leo, nikiomba utembee nao,
kutwa nzima Bwana, na wakati wote, majira yote, wape kukaa ndani ya uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, tunamhitaji Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu Bwana, katuongoze, akaendelee kuzungumza nasi kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana, ukuwe na wakati mzuri. Nice time. God bless you.